Chochote unachokifanya kwenye maisha yako inategemea sana na maamuzi ambayo uliyafanya jana kulingana na kitu ambacho unakuja ukipata leo. Na upande mwingine ni kwamba mafanikio yote yale ambayo unayaona kwa mtu yoyote yanategemea sana vitu vitatu. Cha kwanza ni nguvu yake, cha pili fedha zake, na cha tatu jinsi ambavyo aliweza kutumia muda wake vizuri, na mwisho wa siku akaja kupata matokeo ambayo leo unayaona ni mazuri kwake na hata kwako pia. Inawezekana kabisa wewe ni mtu ambaye una mpango wa kuanza kufanya kitu chochote ambacho naamini kabisa ukiwekeza hivi vitu vitatu utaweza kufanya vizuri, na mwisho wa siku ukaweza kupata matokeo ambayo yanaweza kukusaidia wewe kuweza kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine kwenye maisha yako. Lakini kuna vitu ambavyo vinatokea, inawezekana wewe umejipanga kuweka vitu vyako vizuri vikaweza kwenda vizuri, lakini kuna baadhi ya vitu vinakuja kuinteract na mwisho wa siku usiweze kupata matokeo ambayo ulikuwa unatarajia. Unapofanya chochote kile kwenye maisha yako lazima huwa tunaweka malengo, na mwisho wa siku tunaamua kuweka matokeo ambayo tutakuja tuyapate. Kuna vitu ambavyo huwa vinakuja kuleta changamoto, na unaweza kuwa umeweka malengo yako ukashindwa kuja kupata matokeo vizuri kwa sababu ya vitu hivi ambavyo nataka nikupe kupitia hii video ili kusudi uweze kuvifahamu, na mwisho wa siku unapoamua kufanya kitu chochote ujue kabisa kwamba kuna uwezekano hiki kitu ambacho nimekipanga kufanya kikaleta matokeo au kisilete matokeo kulingana na hizi sababu ambazo nataka nikuelezee hapa. Jina langu naitwa Lembo Kija. Napenda sana masuala mazima ya uzalishaji, hasa katika masuala mazima ya ufugaji wa kuku na vitu vingine. Jambo la kwanza, utofauti wa kimazingira na kitu ambacho unakifanya. Unapoamua kufanya jambo lolote ile liwe la ufugaji wa kuku, mazingira ambayo unaamua kuyatumia lazima yaendane na kitu ambacho unakifanya. Na mara nyingi watu wanaamua kuanza kufanya masuala mazima ya uzalishaji pasipo kukaa makini na kuangalia, je, mazingira ambayo nayatumia yataniruhusu kuweza kupata kitu ambacho nakihitaji? Unaposhindwa kupata matokeo, hebu jaribu kuangalia kwenye mazingira ambayo unayatumia kuzalisha kitu ambacho unakizalisha yanaendana, ili kusudi usije ukafeli au ukashindwa kupata matokeo na mwisho wa siku ukaishia kukata tamaa, kumbe changamoto ilikuwa ni shida ya mazingira. Inawezekana kabisa wewe umeamua kuingia kwenye biashara ya ufugaji aidha wa kuku, lakini utofauti wa mazingira ukaja kuleta changamoto. Mfano, mlipuko wa magonjwa umetokea au hali ya hewa imekuwa ni tofauti na jinsi ambavyo ulikuwa umetarajia. Moja kwa moja matokeo ambayo ulikuwa umeyaweka kuna uwezekano mkubwa yasiweze kutimika kwa sababu ya hiyo changamoto. Sababu ya pili ni uhitaji tofauti wa kimasoko. Tunapoamua kuzalisha bidhaa ya aina yoyote ile, kwanza kabisa huwa inashauriwa kwamba uanzie sokoni ili kusudi ujue uhitaji wa soko, alafu ndo uende ukazalisha hiyo bidhaa kulingana na jinsi ambavyo soko linahitaji. Na shida ni kwamba watu wengi ambao wanaanza kufanya biashara za uzalishaji wanaanzia kwanza kuzalisha bidhaa, alafu ndo wanaenda kuingia sokoni kuangalia, je, soko linasemaje. Unapozalisha bidhaa na soko lako likawa ni tofauti na jinsi ambavyo bidhaa yako inatakiwa, kuna uwezekano matokeo ambayo ulikuwa umeyapanga kwamba utaweza kuyapata usiweze kuyapata, kwa sababu uhitaji wa soko na bidhaa ambayo umezalisha ni vitu viwili tofauti kabisa. Hiyo pia inaweza ikawa ni sababu ya kushindwa kupata matokeo ambayo ulikuwa umejiwekea. Sababu ya tatu, ubora wa bidhaa ambayo unaizalisha. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya matokeo ambayo utayapata kwenye kitu ambacho unakifanya na ubora wa bidhaa ambayo umeizalisha. Jinsi ambavyo utaweza kuizalisha bidhaa yako, ubora wa bidhaa yako una reflect matokeo ambayo utakuja uyapate. Kuna uwezekano mkubwa soko likawa lipo, lakini bidhaa ambayo umeizalisha haina ubora kama ya mtu mwingine. Hapo pia inaweza ikawa ni changamoto ya wewe kushindwa kupata matokeo ambayo yangeweza kusaidia wewe kuweza kufanya vizuri kwenye eneo lako ambalo unapanga kulifanyia kazi. Sababu ya nne ambayo inasababisha matokeo usiyapate ni pamoja na kiwango cha maarifa pamoja na uzoefu ambao unao kwenye kitu ambacho unakifanya. Kuna watu wengi sana ambao wapo kwenye process ya kuanza kufanya masuala mazima ya ufugaji, na kuna watu ambao wana muda mrefu kwenye hiyo biashara ya ufugaji. Hawa ni watu wawili tofauti. Mtu ambaye ndo ana mpango wa kuanza kufanya hiyo biashara hana uzoefu ambao unaweza kumsaidia kuweza kuleta matokeo. Hii inaweza ikawa ni factor point ya wewe kuzuia kuweza kupata matokeo. Kwa nini? Kwa sababu maarifa ambayo unayo kwenye kitu ambacho unakifanya yanaendana sana na kiwango cha uzoefu ambao umeubeba
kwenye hicho kitu ambacho unakifanya ili kusudi uweze kuleta matokeo. Na unaposhindwa kuwa na uzoefu wa muda mrefu kidogo, alafu ukawa na maarifa ambayo hayaendi kuleta impact kwenye uzoefu wako, kuna uwezekano mkubwa vitu vyote vikawa sawa, lakini usiweze kupata matokeo kama jinsi ambavyo ulikuwa umetegemea. Sababu ya tano ambayo inaweza kusababisha usipate matokeo ni pamoja na aina ya ushindani au nguvu ya ushindani ambayo ipo sokoni au eneo ambalo unalifanyia kazi zako za ufugaji. Tunapoanza kufanya masuala mazima ya uzalishaji, lazima ufahamu kabisa kwamba kuna watu ambao wanazalisha bidhaa nzuri, kuna watu ambao wanazalisha bidhaa bora zaidi. Watu wengi wanashindwa kupata matokeo kutokana na uwepo wa ushindani, na wanashindwa kujua unique point ambao wanaweza kaitumia ili kusudi waweze kuingia sokoni na kuweza kushinda ushindani ambao upo sokoni. Jaribu kufanya tathmini wewe kwenye haya mambo matano. Unaweza ukajiuliza ni jambo gani ambalo umekaa nalo vizuri au umeweza kulifanyia kazi vizuri, ili endapo utaanza kuweka malengo au utaanza kufanya shughuli yote ile ya biashara, hasa masuala mazima ya ufugaji wa kuku, uweze kufanya tathmini. Je, matokeo ambayo nitakuja niyapate exactly au nitakuja kupata matokeo mengine tofauti kabisa? Na hii sio kwako tu, ni watu wengi sana ambao wanaingia kufanya masuala mazima ya uzalishaji kwa kutabiri matokeo makubwa zaidi, pasipo kujua kuna challenge gani hapa katikati ambazo zinaweza ikatokea na mwisho wa siku zikawasababisha wao wasipate matokeo mazuri kama jinsi ambavyo walikuwa wanategemea. Kama unataka kuendelea kujifunza zaidi kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji katika eneo la ufugaji wa kuku, unaweza ukashare hii video kwa mtu mwingine, lakini unaweza ukaandika comment hapo chini pia ili kusudi tuweze kuelimishana kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji hasa katika eneo la ufugaji. Asante sana, tukutane katika video nyingine.